Karibu sana kwenye Daily na mimi TZ, mahali pekee ambapo historia haisimuliwi kwa sauti tu, bali huingia hadi kwenye mishipa ya moyo wako. Leo tunakuletea hadithi ya mtu mmoja aliyewapa watu wake kila kitu: elimu, afya, heshima na matumaini. Lakini mwisho wake ulikuwa wa kusikitisha, wa kudhalilishwa na wa kutisha. Hii ni hadithi ya Muammar Gaddafi, kiongozi aliyekuwa kama mti mkubwa wa kivuli baridi, lakini ulioangushwa kwa shoka la tamaa na propaganda. Kabla hatujaanza, hakikisha umesubscribe, umegonga kengele na kushare video hii, kwa sababu kuna historia ambazo haziwezi kusahaulika, na hii ni moja wapo. Muammar Gaddafi alizaliwa mwaka 1942 katika familia maskini ya wachungaji jangwani. Alikulia katika mazingira ya dhiki, lakini moyo wake ulikuwa mkubwa kuliko upeo wa macho. Akiwa mtoto, alisoma chini ya miti. Akiwa kijana, alihisi hasira dhidi ya uongozi wa kifalme na mataifa ya magharibi waliokuwa wakidhibiti utajiri wa Libya. Akiwa na umri wa miaka 27 tu, aliongoza mapinduzi yasiyo na damu na kumwondoa mfalme Idris madarakani. Libya ikawa huru. Alitangaza, hii nchi sasa ni ya watu wake, si ya wageni. Dunia ilishangaa. Afrika ikamshangilia. Alichofanya baada ya hapo kilikuwa cha kushangaza. Alitaifisha mafuta, akaondoa kodi kwa watu wa kawaida, akafanya elimu hadi chuo kikuu kuwa bure na hata kuwasomesha Walibya nje ya nchi kwa gharama ya serikali. Alihakikisha kila mtu anapata matibabu bure. Wanandoa wapya walipokea msaada wa dola 50,000 kuanzisha maisha. Aliamini kuwa nyumba ni haki ya kila raia, si biashara ya kukodisha. Akasema, nyumba haitakiwi kuwa mali ya mtu mmoja wakati wengine wanalala mitaani. Gaddafi alijenga mradi mkubwa kabisa wa kusambaza maji jangwani, The Great Man-Made River, ambao hadi leo ni wa ajabu duniani. Alikuza nafasi ya wanawake, aliwafanya kuwa marubani, walimu na hata walinzi wake binafsi. Lakini pia alikuwa na maono makubwa zaidi. Alitaka Afrika iwe na sarafu moja, dinari ya dhahabu. Alitaka benki ya Afrika huru kutoka kwa IMF na World Bank. Alipigania umoja wa bara hili kwa moyo wote. Hilo lilikuwa kosa lake kubwa mbele ya mataifa ya magharibi. Walimuona kama tisho, wakaanza kumchora kama dikteta, mtesaji, mtu wa mabavu. Lakini watu wake wengi walimpenda, si kwa woga, bali kwa kile alichowapa: heshima, huduma na matumaini. Mwaka 2011, mawimbi ya Arab Spring yakafika Libya. Maandamano yakazuka. Kwa ujanja, mataifa ya nje yakajiingiza. NATO ikapiga bombe Libya kwa jina la demokrasia. Nchi ikateketea. Gaddafi alikataa kuondoka. Akasema, sitakimbia, nitakufa hapa kama mzaliwa wa Libya. Oktoba 20, 2011, alijificha katika bomba la maji taka huko Sirte. Akapatikana, akapigwa, akadhalilishwa na kuuawa kwa kikatili. Mwili wake ukaoneshwa hadharani. Dunia ikatetemeka. Lakini baada ya kifo chake, Libya ikaporomoka kama jengo lililojengwa juu ya uongo. Hakuna tena umeme wa uhakika, hakuna tena huduma za afya, mafuta yamepanda bei, elimu imedorora, milisha zimegawanya miji, raia wanakimbia kwa mashua kuvuka bahari. Waliomfukuza sasa wanalia kwa kimya. Wazee wanasema, tulichukia, lakini alikuwa ndiye aliyetufanya tuishi kama binadamu. Mwanamke mmoja alisema, wakati wa Gaddafi niliheshimiwa kama mama, sasa ninatukanwa barabarani. Wengine huomba dua kwa sauti ya chini wakisema, tulidhani tunapata uhuru, hatukujua tunajiletea kaburi. Leo jina la Gaddafi halitaji kwa sauti ya juu, lakini linatembea mtaani kwenye machozi, kwenye njaa, kwenye giza la jioni bila umeme. Watu wanamkumbuka kama kiongozi wa kweli aliyekosewa na watu wake.
Na historia ina swali. Je, ilikuwa haki kumuua mtu aliyewapa kila kitu kwa sababu tu ya propaganda? Je, haki inaweza kujengwa juu ya damu ya mtu aliyejitoa kwa watu wake? Asante kwa kutazama makala hii ya kipekee kutoka Daily na Mimi TZ. Ikiwa imekugusa, tafadhali like, subscribe na shirikisha na wengine, kwa sababu hadithi kama hizi hazipatikani popote. Tukumbuke, historia huwa haijirudii, lakini majuto huishi maisha yote.